Na mpenzi mtazamaji, Waswahili wanasema usimwashie mtu taa anapokuwa gizani, lakini sidisha kiza ndio mwangaza wake. Imekatika dakika moja baada ya saa 1 asubuhi. Sasa ni majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matokeo kwa ufupi na runinga ya Pruden. Idhaa iliyo katika safu ya runinga bora nchini. Ujambo na karibu. Jina langu ni Ken Kosgei. Na tukisonga mbele ni kwamba wakazi wa Eldoret watoa hisia zao kuhusiana na chama cha aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua anachoenda kutangaza siku ya Jumapili. Mwanahabari wetu Michael Yaramuk anafalia nchuga swala hilo. Ikiwa imesalia siku chache kabla aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kutangaza chama chake rasmi. Kwa hivyo nimechelewa kidogo, lakini tariki 9 Sunday coming ndio nitakuwa na nafasi nitoe ile interim report ya yale maoni nimepata, ile interim on Sunday jioni. Stephen Auri anasema chama hicho haina nguvu ya kuondoa William Ruto ofisini mwaka wa 2027. Aidha ameongeza kuwa viongozi waache siasa ya mapema. Jina ni Steve Auri Azimio. Tunaona hii chama ya Gachagua, hii mali vile tunaelekea, haiwezi fika mahali, haiwezi toa Ruto, kwa sababu sisi Ruto ndio tunaona kama kiongozi wetu ya 2027. Hiyo maneno tunaona hivyo iendelee, na hao siasa zimeanza mapema hii, waanze siasa, watoe pesa, kwa sababu wameweka pesa kwa mfukoni. Nataka watoe pesa, wananchi wapate pesa kwa jua kali chini huku. Wakazi wa jiji la Eldoret wametoa hisia zao mbalimbali. Brian Lakat, mwendeshaji wa pikipiki, anaunga mkono Gachagua kuzindua chama chake. Mimi naitwa Frank Langat. Kama ni kusema ati Gachagua, hiyo ni story ya kutoka huko kwingine, lakini kurangu mimi hata Gachagua akisimama mimi napea. Kwingineko ni kwamba ukosefu wa maji katika jiji kuu la Eldoret imeleta shida chungu nzima, kama anavyosema Stephen Njambi. In this city of Uasin Gishu County, we have problems of water. Bills are very high, and the county government is harassing these simple traders of which they work. Nikiripotia runinga ya Pruden nikiwa kaunti ya Uasin Gishu, jina langu ni Michael Yaramuk. Na mwanahabari wetu Bilka Kirui amezungumza na Caroline ambaye ni mwanabiashara ambaye amejishughulisha na uuzaji wa mapambo ya wanawake, na anatuandalia taarifa kwa kina. Hapa nilipo ni katika jiji kuu la Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, ambapo tuliweza kufika katika eneo hili mwendo wa asubuhi kuweza kushuhudia hali ya uchumi na hali ya kibiashara inavyoendelea katika jiji kuu hili. Caroline ni mwanabiashara ambaye mara nyingi hujishughulisha na biashara ya uzaji wa mapambo ya wanawake pamoja na miwani. Vile vile mwanabiashara huyo anasema kuwa hali ngumu ya maisha inaweza kuadhiri pakubwa biashara hiyo. Hii ni kufuatia hali ya uchumi ambayo inazidi kudorora kila uchao. Alisema kuwa bidhaa anayouza ukawia sana dukani, kwani wanunuzi ni wachache. Kwa majina anaitwa Saven Caroline. Nafanya biashara ya kuuza shells, perfumes, watches na mapambo ya wanawake. Hali ya uchumi, customers ni wachache sana. Wakati mwingine customers hawakuji kwa wingi, na ukimwambia bei anaona ni kama umemwambia bei ya juu. Sasa inabidi at least umwambie bei ile yeye pia ataweza kuimudu. Aliongezea kuwa ingawa hali imepanda, bado anapatika kupata wateja wachache kila uchao. Alitueleza pia kuwa baadhi ya wateja wanaofika dukani mwake wao huondoka bila kununua punde tu wanapofahamu bei ya bidhaa. Licha ya kwamba hali ya maisha si rahisi vile, lakini nashukuru Mungu biashara si mbaya vile, sababu at least at the end of the day you can get something. Nikiripotia runinga ya Pruden nikiwa katikati mwa jiji la Eldoret, jina langu ni Kiroi Bilka. Na wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu wamelilia serikali kutokana na mgomo wa madaktari katika hospitali kuu ya rufaa ya Moi. Na mwanahabari wetu Dennis Cheriot anatuandalia taarifa hiyo kwa kina. Niko katika hospitali ya mafunzo ya Moi jijini Eldoret, ambapo zaidi ya wauguzi 200 wamekoma kufuatia hilani walioitoa ambayo iliisha baada ya siku 14
na hivyo basi wamesema kwamba wanakoma kufuatia hali duni ya mazingira ya kufanya kazi na pia malipo yao duni, ambapo wamerai muungano wao wa KMPDU kuwaandikisha katika mkataba unaodumu. Baadhi ya wakazi wa jiji hili wanasikitishwa na mgomo huu, jinsi Elizabeth Kogo anavyoelezea. Kitika sana kwa mambo ya kusema ati tukikuja hospitali ati madaktari wamegoma, na hii ni serikali yetu. Kwa kweli sisi tutafanya nini? Sisi sasa tumekuwa wazee, tuko na watoto, tuko na wajukuu. Sasa tutaenda wapi kweli? Please, serikali yetu, kama mnatusikia, mtutengenezee mambo ya health, kwa sababu tusipopata dawa kila kitu itakuwa mbaya. Tafadhali serikali, kaunti mpaka serikali kuu, mtusaidie kwa sababu sisi tunalia sana tukiwa wananchi. Solomon Kemboi ambaye anatoka Kericho anasema kuwa hajatibiwa licha ya kuwa mgonjwa. Kwa majina naitwa Solomon Kemboi. So natoka Kericho, but nimekuja kufika hapa Eldoret. Sijui shida iko wapi. Hii mambo na SHA ni kama tena ifanyi, ukienda kwa hospitali nyingine tena mambo ni hiyo tu. Sijui tunaelekea wapi sasa. Itabidi sijui tutaenda wapi, ama turudi ile ya kitambo tuende tutafute dawa huko resafu. Hii naye imeniudhi zaidi. Kwa sababu nimekuja ninajaribu kwenda kwa hospitali, hakuna, yati imefungwa, madaktari ndio wamekoma. Sasa hii Kenya hii tunaenda wapi sasa? Kutibiwa bado. Suppose ndio nataka nirudi nione kama umerudi ama bado, kwa sababu sijatibiwa. I'm still going back. Kiripotia runinga ya burudani kutoka jiji la Eldoret, jina langu ni Dennis Cheria. Na mpenzi mtazamaji, sina la ziada ila tunatia alama ya kitone kwenye matangazo yetu. Ukumbuke kwamba Waswahili wanasema kila kitu kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Ungana naye mwanahabari wetu Duko Sano itakapotimu mwendo wa saa 3, bila kusahau kutufuatilia kwenye mtandao wa kijamii Facebook, TikTok na kwenda kwa jina Ken Kosgei.